Umuthi tabarĩra ya njera-inĩ citũ nĩ rũgano rwa tũirĩtu tũtũ twĩrĩ. Tũrahitha ũthiũ wao kuona me njera matakinyĩtie mĩaka 18. Rũgano rwao rwĩna bata mũno kũrĩ ciana ingĩ kũmenya watho nĩ ũhũthĩkaga nginya kũrĩ ciana, no nĩ na njĩra ya gũthomithia mwana ũcio itanya rĩrĩ kũgitĩra rũciũ rwake. Airĩtu aya matikũgweta marĩtwa mao kana kũrĩa maumĩte, no ngero iria tu mekire magĩkora njera-inĩ ya ciana cia airĩtu ya Boston Girls Committee. Mũirĩtu ũyũ tũrambĩrĩria nake oragire kana gake na njĩra ya gũgaita. Mimi niko na miaka 17. Na nilikuja 2022 mwezi wa 6. Huko nje niliacha shule nikiwa class 5. Na nikatoka nyumbani. Nikatoroka kwetu. Kitu yenye nilifanya nikuje hapa, niliua mtoto yangu. Nilikuwa na boyfriend. Sasa venye nilikuwa na boyfriend, huyo boyfriend kumbe alikuwa na senti mwingine. Nĩ arandarĩria ũrĩa ambĩrĩirie ndũgũ na anake. Tulianza tu yani kuongea tu na yeye hivyo tu. Kiongea tu, tukipatana tu na yeye kwa barabara ananiongelesha ama anasimamisha gari yake tunaongea. Hivyo tukaongea na yeye mpaka nikatoka sasa kwa kasi nikaenda kuishi na yeye. Sasa alikuwa ananisaidia vitu, alikuwa ananishopia kila kitu, napelekea mama kufanya vitu. Sasa mama yangu anadhani niko kazi, kumbe mimi niliolewa kitambo. Nikaa nimeishi huko. Na sikuwahi mwambia mama yangu. Siku yenye tu mama yangu alijua, ni siku yenye alijua nilijua, alisikia nikiwa na mimba. Hata hakuniona tena juu alikuwa nikifika nyumbani alikuwa ameenda kwa shosho. Sasa nikatoka nyumbani juu hakuwa. Nilikuwa naipika nasema Jehova yangu, lakini nitamwambia nini mama yangu. Nikatoka nikaenda kwa rafiki yangu. Nikaenda kukaa kwa rafiki yangu, sister yangu akakuja. Siku yenye nilifika ya kuzaa nikaenda kuzaa kwa hospitali. Na nikatoka hospitali, venye nitoka hospitali nikakuja kukaa na mtoto yangu 2 months. Na nikamwambia sasa best yangu nilikuwa na mkazi, nisaidie msijui nitafanya nini, msijui nitaka mama yangu atajua niko na hizi na hizi. Achana, hakuwa ananiongelesha. Sasa tulianza kuacha kuniongelesha. Lakini pesa bado alikuwa anamtumia. Lakini kuongea mimi sikuwa nataka kuongea na yeye. Namsikia vibaya sana kuongea na yeye. Juu nilijua baadaye alikuwa na girlfriend mwingine amesalisha watoto 2, nikakasirika. Na venye nilipata huyo msichana naye alikuwa anataka tupigane na yeye, nikaavoid tu. Na venye alijua tunataka tupigane na huyo msichana, alikuja hadi bali tulikuwa akapiga huyo msichana mbele yangu. Ndio nikaanza sasa venye sasa nikapangia tukaongea na rafiki yangu. Akaniambia kama inakusumbua na sasa kukuulia, akaua. Sasa venye tulifika kwa tena kutaka niseme ni yeye ndiye alinisaidia kuua, nilisema ni mimi. Nikaa tu na yeye tu, nikaona tu na nimekaa peke yangu, yani nimekaa nikasema Mungu akinitaishi aje, nisikutaka yani sikuwa tunachipenda, nilikuwa nimechukia, nikasema nitaua mtoto na nichue mimi mwenyewe. Mimi sikuwa yani mimi sijui venye nilikuwa nasikia, nilikuwa tu kitaka hiyo tu, nilikuwa sikuwa tunachipenda. Sasa hiyo sikuwa nimeanza kujijukia Mungu nitakaje. Nilikuwa naona ni kama ni aibu kwangu nini. Na nilikuwa naona bado mimi ni mdogo kwa msichana. Na tu hiyo best yangu finya alienda kaua, kaniambia usiseme ni mimi. Sasa mimi nikakubali kuwa mimi juu nilikuwa nataka, sikuwa nataka tena, nilikuwa nataka niondole nianze kuenda venye nilikuwa naenda makazi zangu, nikamsaidia mama yangu. Tulikuwa nafikiria sana mama yangu. Tulikuwa tunalala nyumba moja. Sasa usiku katoka, usiku ndio tulipanga tumuue usiku. Na tukamuua usiku. Sasa hiyo usiku sasa yeye akaenda akatupa. Msijui sasa alitupa wapi. Hakulia, alikuwa amelala. Alikuwa mdogo tu, miezi 2 amelala tu. Mũirĩtu ũyũ ũngĩ nake agĩire mwana onake mwana. Nilikuja hapa 2022 mwezi wa 3, na kesi yenye nilileta hapa ni neglect of my child. Nilitoroka nyumbani nikaenda kuoleka.
nilikuwa nimeamua naoleka, so nikakaa na baba mtoto mwaka moja na miezi 2. Nilikaa kabla tujamaliza mwaka nikashika mimba. So after nimeshika mimba nikaamua kutoroka. Nikatoroka kwake juu nilikuwa naona nitaletea babangu aibu akisikia nishapata mimba. Nikatoroka kwa baba mtoto. Nikaenda street. Nikakaanga huko mimba nikikaribia kuzaa. Kuna mama alikuwa hapo karibu na kwetu but hakuwahi jua babangu. Sasa hakuwahi nijua mimi ni wanani. Huyo mama akajitolea kunisaidia. Nikaenda kujitolea kunisaidia, nikaenda kuishi kwake. Then ndio nikaenda siku ya kuenda kujifungua, nikaenda kujifungua hosi. Wakati huo nilikuwa na 15 years na yeye alikuwa na 22. Agĩa mwana nake ambĩrĩirie gwĩciria gũte mwana wake. Katoka nikaenda kwetu peke yangu juu nilishindwa nitachukua aje mtoto then niende babangu anione. Yani nilikuwa naona aibu kupeleka mtoto kwa babangu na mimi bado ni mdogo. So ukaachia huyo mama? Nikaacha kwa huyo mama. Nikaenda nikakaa kama wiki 2. Sasa ndio nilishtakiwa na kesi ya ni mtoto. Akaenda kulipoti mimi nataka kutupa mtoto, mara nimemweka kwa fridge. Sasa mimi nikaenda kotini nikaitikia. Nikasema ishafanyika, siwezi rudisha nyuma. Airĩtu aya othe maranjĩra mĩtangĩko yao mĩingĩ ĩrambĩrĩria kwao mũciĩ. Nilikuwa naona babangu anipendi, so hata nilikuwa nikimwomba kitu naona ni kama kuna venye yani anichukulili ni kama mtoto wake. Sasa nilikuwa naona hivyo, ikabidi niende kutafuta hiyo upendo nje. Yes, naweza sema alikuwa akikuja kwa nyumba anataka kujua venye kushinda babangu. Babangu alikuwa kuja kwa nyumba hataki kujua chenye nimekula ama nimeshinda aje. Sasa nikaona yeye ni afadhali kushinda babangu. Nilikuwa nikimwomba pesa, labda nimeona nguo mzuri huko kwa soko, nikimwomba pesa ananiambia ana, na nimeona kabisa akihesabu but ananiambia ana. Sasa nikaanza kufeel babangu anipendi. Sasa nikatoka nyumbani. Sasa penye babangu alikufa 2014. Sasa akaacha mamangu. Sasa mamangu akaanza zaidi. Sasa kupata mamangu saa zingine ametulia tu. Sasa shule tulikuwa tunafukuzwa juu mamangu saa zingine hawezi juu tuko nyumbani tuko wengi, lakini tuko wengi sana. Tuko wasichana, tulizaliwa wasichana kwetu. Sasa kuna wadogo kwangu saa hii, lakini kuna firstborn msichana bado. Sasa mamangu tulikuwa tunafukuza shule. Sasa tusipolipa school fees tunaenda tunakaa nje. Sasa wenye chalipa school fees tunakaa nje, wenye amelipa anakaa ndani. Sasa hivyo ndio nikanifanya niache shule. Sisi nilikuwa nafanya tu ni house girl. Nilikuwa nafanya nikisaidia mamangu. Sasa zingine juu mamangu alikuwa ametulia tu, yani amekaa tu, yani venye mamangu alianza kuhasa sana na nikaamua tu nikatoka nyumbani nikaenda. Sasa nilikuwa nasaidia mamangu nikifanya kazi nampea pesa. Nikakaa kwa house girl mpaka nikatoka nikafanya ya hoteli. Nikasaidia mamangu hivyo tu. Gũkũ njera nĩ marathomithio ũrĩa mangĩkorwo na rũciũ rwega ona mekĩte ngero cia magigi. Sahii nikiweza ambiwa niende nyumbani, kitu ya kwanza naenda. Yes, niko na plani ya kuchukua mtoto wangu, lakini sitaenda kwanza kumchukua. Naenda juu sahii nasomea hairdressing. Naenda nitafute tu pesa hivyo. Yani nitafute tu mahali kazi, salon tu, nitafute mtu anipee kazi nifanye ni save tu pesa. Nikiona hizo pesa zimetosha nijirendishie tu kanyumba mahali. Hivyo nikiendelea kufanya hiyo kazi, nikiwa na niko na uwezo ya kuchukua huyo mtoto, nimchukue nimweke shule niendelee na kazi yangu. Sasa mimi saa zingine nikakumbuka naomba namwambia Mungu niondolee, lakini saa zingine niko tu
sikumbukangi sana. Mimi kivyangu venye nimebadilika, nimepitia counseling sana, nimebadilika, nimechua kucontrol anga yangu. Nilikuwa nasema kaa ningechua ningepeleka mtoto children's home ama nini, lakini sikuwa nafikiria hivyo. Mimi sikuwa nafikiria kitu kama hiyo, lakini nimebadilika, nimechua kucontrol anga yangu. Saa hii nimekuja kuchua Mungu sana huko. Mimi sikuwa nakumbuka vitu kama hizo. Huko nimekuja kusoma, nimesoma ya dressing beauty na nimejifundisha huko kuishi peke yangu, na nimejifundisha kujisimamia mimi mwenyewe. Ugucama njera hari mwana ti undu mwega. Singekimbilia vitu kama hizo, ningekuwa saa nyumbani na ningekaa saa hiyo vizuri na mamangu, lakini unajua watu wengine anapitia challenges mingi, lakini inabidi tu uchikontrol. Kama na masomo tu usome. Mi chenye naweza advice wasichana wadogo kama mimi, mtu usikimbilie ndoa ya mapema juu madhara yake, na pia unaweza kimbilia relationship and then upate labda utapata hiyo mimba, but utapata kitu ingine, utaregret maisha yako yote. Labda ugonjwa unaweza achiwa, regret maisha yako yote. Na pia ukitaka kuingia kwa relationship, ngojea time yako itafika uingie kwa relationship, na utaendelea na maisha yako tu kama ulikuwa unataka. Mimi ni juu nilishindwa kitu ya kufanya, ni juu mzazi wangu nilikuwa naona nipendi. Na pia ukiona mzazi wako akupendi, usiende kutafuta upendo nje, labda ni time apati na wewe. Si eti akupendi, labda ni time apati na wewe. Maisha ya jela si mbaya, inalingana na venye wewe mwenyewe utaichukulia. Mimi si mbaya. Uyu ni mutarani wa ciana Aunty Tabitha. Gwenda kwaria uhoro wa tuiretu tunini 14 years to 17 years aria mareingĩria relationship-inĩ cia sex. Na gĩtũmi kĩa meke ũguo rĩ, no amenya feelings cia mĩrĩ yao nĩcio iramathũkũma maũndũ-inĩ macio, cikamatwarĩrĩria gwĩka ũguo, na makoragwo makĩgeria. Ndakoragwo akĩenda, no akoragwo akĩgeria ũguo iguaga andũ arĩa angĩ nĩmekaga, nake agathiĩ gwĩka tondũ mwĩrĩ wake nĩ ũramũtindĩkĩrĩria. Arĩ oro hau agekora nĩ agĩire na nda na nĩ agĩa na kana. Rĩu agĩa na kana gaka rĩ, nĩ iguaga kana gaka nĩ gatuĩka mũrigo harĩ we, akona kana gaka no ndĩkeheririe tondũ one rĩrĩa agĩa na mwana na rika rĩake rĩtirĩ na mwana, onaga kana gaka nĩ gatuĩka mũrigo na ndarĩ mbeca, akona no ndĩkeheririe. No rĩrĩa eheria mwana ũcio ikaraga akĩrĩraga thĩinĩ wake. The soul of that child ikaraga ikĩrĩraga, nĩ mwĩraga nĩ wanjĩkire na ndakoragwo na freedom. Na gĩtũmi gĩa kũraga ũragaga tondũ ndarĩ na gĩa kũhe mwana ũcio, na nĩ arenda etĩkĩrĩke gwĩ community, no rĩrĩa koguo ndetĩkĩrĩkaga rĩngĩ atuĩkaga mũragani. Nĩkĩo kĩratũma ciana citũ cikorwo ciĩ njera nĩ ũndũ wa feelings cia mĩrĩ yao, na nĩ underage. Nĩtũgerete kuo, we know the burden. Akoragwo arĩ mũrigo na ndũrĩ wĩra, na mũciari waku ti able. Mũciari rĩngĩ ndarenda gũkuona na mwana ũcio, nĩ aregire gũkũ hold, agakwĩra ona ndiũ ũrandeheire mwana ũyũ gũkũ wake, ũkemena. Rĩu ũkona reke ndĩkeherie nĩgetha hote gũkorwo na freedom yakwa. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya airĩtu ya Kamae mwena wa Kamĩtĩ.